angekwambia utapokea nguvu kutoka juu, angekwambia kwamba usiende kufanya hicho kitu kwanza mpaka upokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitu nachokizungumzia hapa, nazungumzia nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ndiyo nguvu ya kiutendaji. Nguvu ya Roho Mtakatifu utakapojiunganisha, unajua watu tunasikia tu Roho Mtakatifu, imekuwa kama mazoea kwenye nyumba za ibada. Lakini nataka nikwambie kabisa kwamba ukichukulia serious, kuna vitu kwenye maisha yako utavifanya kirahisi kabisa kama ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu imekosekana siku za leo kwenye nyumba za ibada. Nguvu ya Roho Mtakatifu imekosekana kwa watu, kwa Wakristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu, watu wanaenda kwa mazoea, watu wanaenda kwa mazoea ya jina la wokovu, lakini nguvu ya Roho Mtakatifu haipo ndani ya watu. Siku hizi imezoeleka, haitendi kazi. Watu hawaoni matokeo, hawaoni utendaji au utekelezaji wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni kama kisaidizi cha wewe kuitenda hiyo kazi. Yawezekana ni elimu, yawezekana ni biashara, huko katika ofisi, katika kampuni mbalimbali. Watu wanafanya kazi maofisini, ametoka chuo, ana masters, ana PhD yake nzuri, anaona hii itamtosha kuingia ofisini na kuanza kufanya kazi. Matokeo yake watu wanaingia ofisini, wanafanya kazi na PhD zao, lakini vitu vinaenda ovyo. Nataka nikwambie kabisa kwamba ukijiunganisha na hii nguvu ambayo ninaizungumzia hapa, nguvu ya Roho Mtakatifu itakusaidia wewe kuifanya kazi yako, itakusaidia kuendea ndoto zako kirahisi kabisa. Ndiyo, kuna changamoto unaweza ukawa unapitia za hapa na pale, changamoto unaweza ukawa unapitia za mara kwa mara za hapa na pale, lakini utakapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu itaweza kukusaidia uvuke changamoto, itaweza kukusaidia uvuke vikwazo, itakusaidia uvuke uende mbele zaidi na ukafaulu na ukafanikiwe. Watu wengi hawana nguvu ya Roho Mtakatifu, wana uzoefu wa knowledge ya vitu ambavyo wanaviendea. Watu hawana nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inaweza ikawasaidia kwenye maisha yao. Wanaenda kwa ile knowledge ya ile kazi ambayo wanaendea. Hao wanafunzi walikuwa wanataka kwenda kuanza injili, kuanza hii kazi ya Mungu kwa ile knowledge ambayo walipata kwa Yesu Kristo miaka ile zaidi ya 3, lakini Yesu akaona hapana, huwezi ukaenda kwa knowledge yako mwenyewe. Kuna vitu ambavyo vitakufunga mbele, kuna vitu ambavyo utakwama tu hata kama una knowledge hiyo, kuna vitu vitakuwa vizito kwenye hiyo kazi unayoendea. Sasa akawaambia, tulia kwanza, kuna nguvu inayokuja kutoka juu baada ya mimi kuondoka. Kuna nguvu ambayo itawawezesha kuifanya hiyo kazi. Kuna nguvu kwa sababu huko mnakokwenda kufanya hiyo kazi kuna vigingi mtapita. Kuna vigingi vya kukatisha tamaa mtapita katikati. Sasa bila kuwa na hiyo nguvu huwezi ukastahimili